Zama na siku zinavyozidi kusogea, ndivyo hivyo teknolojia. Lakini simba hakuacha kumsumbua mwanadamu. Ndio maana mpaka leo binadamu bado sio viumbe rafiki. Lakini kwa kuwa amegundua moto, basi moto unaweza kuwa silaha ya kujitetea. Hapa anajitetea. Lakini kama unavyomjua simba ni kiumbe mbishi sana. Kushindwa kwa simba si jambo rahisi. Anahema kwa tabu. Usiku unaingia. Tena. Hatimaye kumekucha. Mwanadamu anapambazukiwa na siku. Anaendelea kuitazama dunia yake. Vipi anaweza kuitawala? Akiwa bado mpweke, leo anafika mtoni. Anakutana na maji. Lakini pana mamba mkubwa sana eneo hili. Na ametaga hapa. Kama ada, mamba hutaga pembezoni mwa mto. Hutaga mayai yake na kuyafukia kwa ajili ya kumkinga na yule adui alaye mayai. Alipoona vile, akasubiri mpaka alipomuona. Sasa anakwenda mtoni. Mamba ameingia mtoni. Basi akaenda kuwai yale mayai ili aweze kujipatia chakula chake cha kila siku. Lakini hapa anavunja yai na analikuta likiwa katika hali nzuri kabisa. Anafurahia chakula chake. Lakini kama ilivyo ada, muinda huwindwa. Na hapa ndege wakati anawinda samaki akifanya kama chakula, na yeye pia huwindwa na mamba ili awe chakula. Lakini na mamba naye pia mayai yake yanawindwa na binadamu ili awe chakula. Basi haya ndiyo maisha ya porini. Mbabe mwenye nguvu ndiye mtawala wa porini. Maisha yalikuwa hivyo siku hadi siku. Kila siku jambo jipya, kila siku kujifunza kitu kipya. Mamba wa kipindi hicho wanakimbia kweli kweli, wanakimbia kama simba. Anabahatika kupanda juu ya mti, basi hiyo ndo inakuwa stara yake ama inakuwa nafuu yake. Maisha yatazidi kubadilika siku hadi siku. Atakuwa anapata teknolojia mbalimbali. Kila siku atakuwa anagundua vitu mbalimbali. Hapa anateremka katika mti na kuendelea kufanya safari zake za kutojulikana wapi anakwenda. Dunia yote ni msitu, mawe na mito.
Hakuna sehemu yoyote ambayo anaweza akakuta kitu chochote chenye maana. Lakini hapa tunaona upande wa pili anapatikana binadamu kama yeye, naye akiwa na teknolojia ya kuua na mshale. Anaelekea mawindoni kama ilivyo ada. Chakula ni kibichi, kipatikana nyama ya fisi, chakula kipatikana nyama ya ngiri, chakula kipatikana mnyama nguruwe, vyote ni chakula. Basi taratibu mwanadamu anazidi kujiongeza, na leo yupo kwenye mawindo. Alizoea mpaka aone wanyama wameua wanakula, basi na yeye ndio agombee ale. Lakini sasa ameweza kubuni silaha ya kuweza kutafuta yeye mwenyewe. Anapambana. Anachoka, mnyama anachoka mpaka anamfikia na kuweza kumwataki. Anafanikiwa kumwataki na kumwangusha chini na kukagua silaha yake. Basi ameweza kupata chakula cha siku ya leo. Lakini hapa wakati akikagua chakula chake cha siku ya leo, mara Bwana Sangoma anaingia katika eneo hili na kuweza kumuona mtu binadamu kama yeye akiwa ameweza kuangusha mnyama hapa. Wanashangahana kwanza. Kushangana kwao kuna wafanya watazamane na kusogeleana. Ngoja tuone nini kitatokea. Wanatazamana na kushindwa kutambuana, kushindwa kuelewana kwa kuwa hakuna lugha ya kuelewana. Basi wanaingia katika mapambano. Tatizo ni lugha ndiyo iliyowashinda kutambuana na kuelewana. Wataongea lugha gani? Naamua kukimbia na kuondoka kabisa eneo hili. Basi Bwana Sangoma anakimbia hapa na anapashindwa hapa. Maisha ya polini ndiyo haya. Anarejea mpaka nyumbani kwake na kuja kutua kitoweo chake. Hapa zama hizi tukumbuke bado hawajagundua mafriji wala hawajagundua maoven ya kupika. Hivyo mnyama anapopatikana uliwa mbichi kama alivyo. Siku inabadilika, usiku unaingia. Tuitazame siku ya kesho, Bwana Sangoma vipi anaweza